Video hii ni kwa ajili ya elimu na majadiliano ya kifikira. Tafadhali, shiriki kwa heshima. Hakuna chuki, ubaguzi au vurugu. One love. Shalom, Bwana asifiwe, assalamu alaikum. Kama kawaida, tunaanza kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Tunawaombea ambao wana mitihani, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, ambao wako kwenye kipindi kigumu, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Na tunamshukuru kwa neema zake tunazozijua na tusizozijua. Nianze kwa kusema mambo mawili. Cha kwanza ni kwamba nina makala haya, alafu kuna mengine moja ambayo ndo nitayafanya na ndo itakuwa makala yangu ya mwisho kuhusiana na hii kadhia. Swali, kwa nini nimefanya na muda mrefu sana nimekuwa sifanyi? Ni kwa sababu mimi mambo ya siasa, especially ya ndani, mimi sio mtu wa siasa. Na wengi wanafahamu waga sijihusishi na mambo ya siasa, wala sina interest nayo. Ila wanachambua mambo kwa ujumla, geopolitics, ili kufahamisha watu wapate kujua, na ninaamini wapo ambao wamefaidika. Na kama wewe ni mmoja wapo, naomba andika kwenye comment section kama ni mtu ambaye umefaidika na Fuse. Sasa kitu gani ambacho kimenifanya nikaanza kuongelea kipindi hichi cha kati? Ni kwa sababu baada nimekaa nikatafakari, hii issue wala sio issue ya kisiasa, ni issue ya kitaifa. Taifa limeingia kwenye hali ambayo sio nzuri. Hapo niweke nukta. Kama kuna mtu ambaye amesikiliza makala yangu ya Project Breaking TZ, ataelewa, kwa sababu nilielezea mwanzo na mwisho kwamba vitabu vitakatifu vimeeleza kwamba unapoongea, ongea yaliyo mema, ongea haki, ongea kwa lugha iliyo ya kistaarabu. Ila kuna watu ambao wanataka uongee kwa matusi, kwa kufoka, kwa maneno makali. Wewe kama unapenda kuongea kwa staili hiyo, jisikie huru, kaongee kwa staili hiyo. Mimi binafsi kama DJ Sma, sio staili yangu ya kuongea. Ninaweza nikafikisha ujumbe ule ule ambao unataka ufikishwe, lakini kwa njia ya kistaarabu. Ndio maana hata Nabii Musa alivyotumwa kwenda kwa Firauni akaambiwa, na hii ni story ambayo iko kote kwenye Biblia na kwenye Qur'an. Ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqulu lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru au yakhsha. Basi nendeni kwa Firauni, hakika yeye amevuka mipaka. Faqulu lahu, na mumwambieni, qawlan layyina, maneno malaini, la'allahu yadhakkaru au yakhsha, huenda akakumbuka au akahofia, akimaanisha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Firauni alifikia kipindi alijiita yeye ndo Mungu mkubwa, ana rabbukumul ala wa iyad billah. Kwa hiyo utakuta muumba wa mbingu na ardhi anamtuma mtume wake mtakatifu aende kwa mtu ambaye ni muasi aliyevuka mipaka, lakini pamoja na hayo Mwenyezi Mungu na mtume wake hawakuvunja misingi yao ya kiungwana. Akamwambia, nenda akamwambie maneno yaliyo malaini, maneno ya kistaarabu, la'allahu yazakka, huenda akaelewa akaongoka. Japokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua kwamba huyu hataongoka. Kwa hiyo kwenye uwasilishaji tuna uwasilishaji tofauti. Kwa hiyo wewe ambaye unapenda maneno ambayo ni makali ya hasira na jazba, sio staili yangu. Na pia katika hali ambayo ipo, ni muhimu sana kuongea kwa busara ili kutokuzidi kuchochea, kwa sababu kuna upande ni wa moto, kuna upande ni wa moto, ambayo kwa katikati ukizidi kuchochea utazidi kuharibu mambo. Kwa hiyo inahitajika vichwa ambavyo vinaweza vikafikisha ujumbe, lakini katika njia ambayo ina de-escalate, inapunguza ukali wa mambo. Kwa hiyo nimeongelea haya mambo kwa sababu hii issue sio ya kisiasa tu. Ni issue ya mustakabali ya nchi yangu, ni issue ya amani ya nchi yangu, ni issue ya mafanikio ya nchi yangu, ni issue ya haki ya nchi yangu, pamoja na yaliyopo ambayo tutakuja kuyaongelea hapo mbele. Sasa nataka tuchambue mkeka wa Gen Z TZ.
ambao waliposti tarehe 9 Disemba mwaka 2025 katika magrupu ya mitandao, na nimejaribu katika vyanzo tofauti kuhakikisha kwamba ndio mkeka wenyewe, na kutokana na vyanzo vyangu mimi ndio mkeka wenyewe. Sitopitia kila kitu kwa sababu ni mrefu, na wengi sana mumeomba kwamba makala asiwe marefu, kwa hiyo tutajitahidi kuyapunguza, ila tutazingatia vitu ambavyo ni vya muhimu. Sawa, tuanze. Gen Z TZ Grand maandamano tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Tarehe 9 Disemba haijaisha, haiishi mpaka ishi. Tamko rasmi la Gen Z TZ kuelekea maandamano nchi nzima Disemba mwaka 2025 tarehe 9 imetolewa leo tarehe 8 Novemba mwaka 2025. Share widely. Sasa kwa watu ambao wana uwezo wa ku read between the line, nitakuja kukwambieni uko mwisho, lakini kwanza pigia mstari ilo neno share widely. Habari za asubuhi wananchi wenzetu popote mlipo. Sisi Gen Z TZ tunawaomba Watanzania ushirikiano na msimame na sisi kudai haki zetu. Kwa hiyo hapa kwanza natakiwa muone ilivyotengenezwa kwamba hii issue ni ya Gen Z TZ, na kwa mujibu wa maandishi yao wenyewe, sisi kudai haki zetu na haki za waliouawa kikatili bila makosa tulipoandamana na Watanzania wengine tarehe 29 na 30 maeneo tofauti nchini. Hapo tunaweka nukta. Badala ya kusema sisi kudai haki zetu na haki za waliouliwa kikatili bila ya makosa tulipoandamana na Watanzania wengine tarehe 29 na 23, hii inatakiwa irekebishwe. Tusibague wala tusichambue. DJ Sma anasema ilitakiwa iwe wote waliouawa kinyume na sheria na bila makosa haki itendeki. Hiyo ndo inavyotakiwa. Tusibague kwamba ni wale tu waliouawa kikatili bila makosa kwenye maandamano. Je, ambao hawakuandamana na waliuawa kikatili kinyume na sheria? Kwa hiyo naomba ieleweke. Tusifunge kwa walioandamana tu, hata waliokuwa mikoa ambayo haina vurugu kama Tanga na kwingine na hawakujihusisha chochote na hii. Kama kuna mtu aliuawa kinyume cha sheria, iwe ni kwa jambazi, iwe ni kwa ndugu, iwe ni ugomvi wa mapenzi, iwe ni mambo yoyote, wote wanastahili kupewa haki zao. Wenzetu walifuatwa kuuawa majumbani, familia zao zimeachwa katika majonzi, wengi ni yatima, wajane, na hali ni mbaya sana, haikubaliki na haivumiliki na haifumbiwi macho. Ni kweli naunga mkono kwamba wote ambao waliuawa kinyume na sheria na haki, kama nilivyosema, tusibague. Wameacha waliovunjiwa maduka, magari, biashara, haikubaliki na haivumiliki na haifumbiwi macho. Kwa hiyo inatakiwa wazingatie kwamba waliowasema hao, waliofuatwa majumbani, familia na nini, ambao wameuawa kinyume cha sheria, haki itekelezwe. Lakini waliovunjiwa maduka, waliochomewa magari, walioharibiwa mali zao na biashara zao, haikubaliki pia, haivumiliki pia na haifumbiwi macho. Miili mingi haijaonekana. Inasemekana wengi walitupwa mashimoni kusikojulikana kama takataka. Inauma sana. Neno inasemekana sio thibitisho. Kwa hiyo hii nataka tu ni highlight. Kuna wengine walijeruhiwa na risasi na majangili wa watawala CCM, wakatelekezwa hospitali na kufa ili hali wangepona iwapo wangepata matibabu. Ndio hiyo nasema tusifungamanishe. Wowote ambao walitendewa kinyume na haki, haki itendeke. Tarehe 9 Disemba mwaka 2025, sisi Gen Z TZ. Kwa hiyo hii issue imekaa kwamba ni ya Gen Z kwa jinsi walivyoiweka. Nchi nzima, mikoa yote, miji yote, wilaya zote, kata zote, mitaa yote tutaandamana kwa sababu za maandamano ya awamu ya pili zifuatazo. Tuzisikilize sababu zifuatazo za Gen Z TZ. Cha kwanza, tunataka katiba mpya sasa.
Sawa, nadhani mnaelewa nikisema sawa. Kwa sababu kuna watu ambao wanaweza huwa wanachagua maneno ya wasikie yapi wakatae wapi. Naomba niulize tu swali. Naombeni mfano, naandikeni kwenye comment wa nchi zenye katiba mnayoamini ni bora, mngependa iwe mfano na mwongozo kwetu. Sijui mmeelewa kwamba mnataka katiba mpya. Sawa. Hebu kwenye comment section, kwa sababu hapa tunajadiliana, tutoleeni mfano wa nchi ambazo mnaamini wana katiba bora na wana uongozi bora, tukaichukulia kama mfano, kama inspiration. Na nina maswali machache. Cha kwanza, je, unaijua vizuri katiba sasa hivi? Je, lengo la katiba mpya ni nini? Je, katiba mpya ndio italeta suluhisho ya matatizo yetu? Unajua ni maswali ambayo lazima tujiulize. Kuna watu ukiwauliza haya maswali wanaona kama unawabishia. Hapana. Kama unalifahamu, nikikuuliza wewe jina lako nani? Kama unajua jina lako wewe ni Paulo, utajibu Paulo. Lakini kama wewe sio Paulo na unadanganya, ukiulizwa kwa hiyo unafikiri mimi sijui jina langu? Wewe vipi bana? Kwa hiyo unaniona baba. Ndio watu wanavyokuwa. Kwa hiyo ni swali simple. Je, katiba mpya ndio italeta suluhisho ya matatizo yetu? Jibu simple, bila miemuko, bila hisia. Sasa naomba tuangalie mifano ya nchi zenye katiba bora na mpya. Swali, je, Marekani wana katiba bora kuliko sisi? Nimeuliza swali. Sijasema wanayo bora au sio bora kushinda sisi. Nimeuliza swali, je, Marekani wana katiba bora kuliko sisi? Nauliza swali, je, wana ufisadi Marekani? Je, hakuna rushwa Marekani? Je, kuna utawala bora Marekani? Hayo ni maswali. Kenya wana katiba mpya kabisa, bado inanuka harufu ya makaratasi. Je, wana utawala bora? Je, wana maisha bora? Je, ufisadi umetoweka? Ni maswali. Usiogope, tuulizane maswali kiheshima na adabu. Mimi watu wao wakini challenge sinaga shida, kasoro wale ambao wanaongeaga matusi, ambao wanatumia lugha za ovyo, au ndio mimi sinaga shida nao, napiga tu block, yani bila shida. Lakini ukiangalia kwenye comment section kuna vitu vingi ambavyo vinani challenge au havikubaliani na mimi, madam vimeandikwa kistaarabu, bila matusi wala shutuma wala lugha za ovyo, huwa naziacha. Swali, je, katiba mpya ndio suluhisho la matatizo yetu? Ushai kujiuliza kwamba kuna nchi ambazo hazina katiba? Au ushai kujiuliza katiba zao zikoje? Unajua katiba ya Dubai? Unajua katiba ya Saudia? Unajua katiba ya Kuwait? Mfumo wao wa utawala ukoje? Unajua katiba ya Vatican? Utawala wao ukoje? Je, kuna demokrasia kule? Mimi sijatoa majibu, nimeuliza tu maswali. Tunaingia namba 2. Uchaguzi haukufanyika, tunapinga kuongozwa kidikteta. Namba 3. Hakuna kura zilizopigwa za wabunge wala madiwani wala rais. Watawala wanataka kutuongoza kama ng'ombe. Hatutaki, tumekataa. Sasa hapa sijaelewa. Kama kura hazikupigwa, wale waliokatwa vidole wakionekana wana wino kwamba walipiga kura ni kina nani au ilikuwaje? Unajua inabidi tuulizane maswali. Nafahamu kuna baadhi ya sehemu ambazo kura zikufanyika kwa sababu vituo vilivamiwa, na kuna baadhi ya sehemu watu walijitokeza wakapiga kura. Nadhani inafahamika mpaka mida saa 7 kuna utaratibu wa upigaji kura ulienda kama kawaida, alafu baadaye zikatoka vurugu. Kwa hiyo kuna baadhi ya maswali naomba tujiulize. Namba 4. Kudai haki za waliouawa kinyama na kikatili na serikali ya CCM na vyombo magaidi wake. Pigia mstari, naomba uzingatie sana. CCM na magaidi wake. Ninakubaliana na upande na sikubaliani na upande. Na haya ni maoni yangu binafsi. Una uhuru wa kuungana na mimi, una uhuru wa kutokuungana na mimi. Sijatumia lugha chafu na usitumie lugha chafu. Kwa nini tunaifungamanisha na chama au kundi? Swali. Kwa nini isiwe kudai haki za waliouawa? Kuuawa ni kuuawa, iwe kwa sumu, iwe kwa bunduki, iwe kwa upanga. Kuuawa ni kuuawa.
Ukishaifungamanisha na CCM na vyombo au magaidi wake, unavua waliouawa na mfano raia. Kuna watu waliuawa na raia wa kawaida ambayo sio serikali. Unavua waliouawa mfano na vyama vingine au vyombo vingine au wezi. Kwa hiyo hawa wasio kwenye makundi mlioyataja, haki haiwahusu. Simesema kwamba waliouawa na CCM na vyombo na magaidi wake. Swali, ambao hawajauawa na CCM na vyombo vyake na magaidi wake, hawastahiki haki? Ndio maana pale mwanzo nikasema tusifungamanishe. Kama ni haki, haki inatakiwa itendwe kwa wote. Nikushaurini tu, badilisheni, semeni kudai haki za waliouawa kinyume na sheria. Kwisha. Yani hiyo ni mfuniko, ni blanket. Watu wote waliouawa kinyume na sheria. Hili hata mimi nitaunga. Yoyote, wa rangi yoyote, wa itikadi yoyote na wa upande wowote ambaye kafanya mauaji kinyume cha sheria wafikishwe kwenye vyombo vya sheria, full stop. Namba 5, kuachiwa huru waliokamatwa kipindi cha uchafuzi. Kwa hiyo hata kama ni wauaji waachiwe, kwa vile kategori mliosema au sifa zinazohitajika ni kwamba kuachiwa huru waliokamatwa kipindi cha uchafuzi. Je, hata kama ni wahalifu lakini walikamatwa kipindi cha uchafuzi? Jamani, sijakosea, mkeka niliopokea umeandikwa uchafuzi, sio uchaguzi. Kwa hiyo ninasoma kilichoandikwa hapa ili nisitoe maneno kwenye context. Kwa hiyo hata wezi waachiwe kwa kigezo kipindi cha uchafuzi. Majambazi, wabakaji waachiwe kwa kigezo kipindi cha uchafuzi. Ushauri wangu mimi, sheria ifuate mkondo wake. Wasio na hatia waachiwe, walio na hatia wahukumiwe flat out. Namba 6, bunge na serikali baada ya uchafuzi au mimi nasoma kilichoandikwa tarehe 29 Oktoba, vyote sio halali. Naomba watupe vigezo. Namba 7, uchaguzi mkuu huru urudiwe baada ya kuandika katiba mpya, hilo tushaliongelea. Namba 8, wafungwa wa kisiasa waachiwe huru, sawa. Kupinga ufisadi, utapanyaji wa rasilimali za taifa, sawa, naunga mkono. Kudai haki katika vyombo vya umma, serikali, mahakama, sawa. Yani hivi vitu havihitaji maelezo. Ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira, ukosefu wa mitaji, umasikini uliokithiri katika jamii, wakati nchi ina rasilimali nyingi, haivumiliki tena. Hapa tuweke nukta. Naanza kudili na serikali. Ushauri wangu kwa serikali, tengenezeni mazingira wezeshi na rahisi. Njia rahisi ni hatua kuu mbili. Nimesema sitaki kuingia in details kwa sababu sitaki makala ya marefu. Ya kwanza, punguzeni kodi kwa watu wa chini. Mimi mpangaji nalipa kodi ya mwenye nyumba kwenye luku yangu. Mimi mpangaji nalipa kodi ya withholding tax, TRA, ya mwenye nyumba. Msinibebeshe mzigo sio yangu. Nyie malizaneni tu na wao. Yani why unibebeshe mimi? Unajua sio rahisi kama mnavyodhania kwenda kuirecover hiyo hela kutoka kwa mwenye nyumba. Sio rahisi mnavyofikiria. Msinibebeshe mimi mzigo ambao sio wa kwangu. Hatua namba 2. Na hiyo nimeongelea kwa ufupi, kuna vingi tu. Namba 2, punguzeni over regulation. Kuna masharti na vigezo, maleseni, mavibali, masharti mengi yanafanya mtu mwenye kujitafuta anakata tamaa au anapitia wakati mgumu katika harakati zake. Serikali, nyie tengenezeni mazingira wezeshi na rafiki tu. Raia tutamaliza mengine. Nakuja kwa upande wa Gen Z. Lazima tuambieni ukweli. Mimi Smawa na usemi wangu nasema hivi, facts na logic hazijali hisia zako. Nasema hivi, wewe Gen Z, hakuna mtu anakuja kukuinua. Hakuna mtu anakuja kukunyanyua.
hakuna mtu anakuja kukusaidia. Ukosefu wa mtaji sio kazi ya serikali kukupa wewe mtaji, ni jukumu lako wewe. Badilika kifikra. Tuache ndoto za Zalinacha. Katiba mpya, uongozi mpya, familia mpya, nchi mpya haitokufikisha popote kama wewe sio mpambanaji. Tuache kutaka shortcut na kutaka kufanyiwa. Yaani tuna mentality sisi ya kufanyiwa tu kila kitu. Mentality watanionaje, hii itawaua njaa wengi sana. Naomba nikwambie, unaona hii hali ilivyo, kuna jenzi wenzio wanapambana na mambo yao yanaenda hivi hivi na hali hivi hivi ilivyo. Kuna vijana wanafanya kazi kuosha magari na maisha yao yanaenda. Mimi binafsi, na najua kuna watu ambao mtatoa ushuhuda, na oshaga gari sehemu kuu mbili. Pale Victoria, njia ya kwenda Kairuki, kuna vijana wamejipanga pale. Nikishaingia ile zege pale na ni kushoto, kuna vijana wanaosha magari. Buku 3 tu pale. Huwa nikienda pale nakaa, naosha gari, napiga nao story, unaongea nao, unamuuliza minimum anaweza kaosha magari mangapi. Yaani siku ambayo ni mbaya kabisa, magari 7, 8, 10. Kuna siku anaosha zaidi ya, kila gari ni 3000. Maji anachukua pale pale, gharama yake yeye ni muda wake na sabuni, ambayo sabuni inaweza kaosha magari kadhaa. Anajipatia riziki yake. Yule kijana anaweza kawa anaingiza hela kuliko mtu ambaye ameajiriwa benki. Believe me or not. Hesabu za haraka haraka. Let's say mtu benki analipa 1.5 milioni. Kodi ambazo anakatwa, ambazo nimeongelea kwa punguze makodi nani, almost takriban nusu, karibia nusu hiyo ni makato. Huyu akiosha magari 10 kwa siku 3000. Na wale wanaga Jumapili hawana nini, wanapiga kila siku. Hiyo ni 900 kwa mwezi. Hana income tax, hana kodi yoyote, hana chochote. Anachokipata anakitia mfukoni. Hahitaji suti kama mtu wa benki ambaye anatakiwa apeleke dry cleaner. Suti full, koti na suruali ni 12,000, inategemea na dry cleaner anayopeleka. Tufanye average 10,000. Shati alilovaa, viatu, kuna aina vitu. Huyu running cost yake ni ndogo kuliko yule aliyeajiriwa. Yule hana vile kwamba watu watanionaje. Au napeleka Texas car wash, yani nikitaka gari yangu ipigwe deep cleaning kiuhakika, au isafishwe vizuri, especially wanafanya usafi mkubwa nikitoka kufanya service ya gari, na peleka Texas car wash kwa kijana mwenzangu mpambanaji, kazi zake ni za uhakika, mabibo pale. Kwa hiyo ni moja sehemu ambazo napelekaga kuosha gari yangu. Ni kijana kaajiri vijana wanapambana, kijana anapambana na car wash, ana insurance pale pale, anasafiri anaenda China, analeta vitu vya magari air fresh na siju tinted, siju vitu gani. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapambana. Kuna mabinti wanasoma chuo ila wanafanya kazi ya BA, brand ambassador na ushering. Nadhani tushaenda kwenye event nyingi sana, utakuta kuna madada ambao wanakupokea pale, wanakuelekeza. Wengine katika sehemu za starehe, either kama ni nani za sigara au za pombe au bidhaa yoyote, kwenye supermarket tunawakuta wako pale. Wale ni wanafunzi na wanasoma, lakini wanapambana. Hawajakaa tu, wala hawana cha kusema watu watanionaje. Wengine wamejiongeza, wanatengeneza content, wengine ni mama ntilie, wengine wanauza juisi, wengine nguo, vyombo. Kwa kusikitisha, serikali haina msaada wowote wao. Ila hawajasubiri serikali wala katiba wala uongozi, wamepambana na maisha yao yanaenda. Narudia tena, serikali iandae mazingira wezeshi na rafiki. Vijana tujiongeze, tupambane. Na kupeni tu ushauri wa bure. Kama unaona maisha yako hayaendi, umeganda tu, badilisha marafiki zako. Badilisha watu waliokuzunguka. Badilisha maeneo ambayo unakaa. Tafuta watu ambao ni wapambanaji, uone maisha yako yanavyobadilika, uone watakavyokuambukiza kubadilika. Wewe kama unapata kipato kidogo, toka katika mzunguko ambao mnapata kipato sawa, kajiingiza kwenye mzunguko ambao watu wanapata kipato zaidi. Utaona watakavyokubadilisha na wewe kipato chako kianze kuongezeka. Tunarudi katika mkeka. Tuelewe kuwa watawala CCM
wanahaha kukihusisha Chadema na uovu wao waliotenda tarehe 29 Oktoba hadi Novemba ili kutudhaifisha na kukikwamisha Chadema kisiasa. Sio kweli, maandamano yalikuwa ya wananchi, sio ya Chadema. Wanatengeneza mpasuko wa kijamii kwa faida ya CCM na genge lao la wahuni. Hizi naweza nikasema ni porojo. Kama ni kitu ambacho sicho, then haina haja. Ndio maana nikasema tusifungamanishe. 3, wanatafuta njia ya kuhalalisha kukiondoa Chadema katika vyama vya siasa nchini. Tusikubali JNZ. Tunapinga vyama vya siasa kufutwa, hasa Chadema. Kwa hiyo hapa kinasafishwa na kutakaswa chama kimoja na kinachafuliwa na kulaumiwa chama kingine. Ukiread between the lines unagundua kwamba kuna uchama humu ndani. 4, maandamano ya wananchi kipindi cha uchafuzi hayatoshi kuleta ukombozi. Tulikosea kutoka barabarani kabla ya ukombozi kamili. 5, tulipaswa kuwa barabarani tukiandamana usiku na mchana, mikoa yote, wilaya zote, kata zote, mitaa yote, miji yote hadi CCM inatoka madarakani. Niliongea kwenye interview kabla sijasafiri. Nikauliza, je, tunaweza kusurvive maandamano endelevu? Siku 5 tu nyanya ilifika buku, petroli ilifika 15,000 mpaka 20,000 na bado kuipata ilikuwa shida. Boda zilipaki hazina mafuta, usafiri wa umma ulisimama. Kilo ya nyama ilifika 25,000, masokoni vitu vilioza. Nchi jirani zinazotegemea mahitaji yao kutoka Tanzania na kupitia Tanzania waliathirika. Maofisi, biashara, vipato, mamantilie, seremara, fundi ujenzi, wote waliathirika. Alafu mtu anakwambia muandamane usiku na mchana, mikoa yote, wilaya zote, kata zote, mitaa yote, miji yote hadi CCM inatoka madarakani. Nachoweza kukwambia, akili za kuambiwa changanya na zako. Tanzania wa kawaida anaishi siku hadi siku. Alafu pia mnaposema mikoa yote, wilaya yote, kata zote, mitaa yote, miji yote, sio kila mtu ana mtazamo kama wa kwenu. Lazima muheshimu na watu ambao wana mitazamo tofauti. Nadhani mnafahamu kwamba kuna mikoa mingine ambao hawakujihusisha kabisa na kinachoendelea. Wale hawana makosa, wana mitazamo tofauti na nyinyi. Tunaendelea. 6, kama wananchi tuhamasishane kuandamana nchi nzima, kukataa kuongozwa na CCM na maandamano ya nchi nzima usiku na mchana hadi CCM ondoke madarakani. Unajua mnavyoongea ni kama watu wote wanakubaliana na msimamo na nadharia yenu. Niulize tu, hivi mmefikiria kuna watu ambao wana mitazamo tofauti kabisa? Yaani siongelea hata kuwa ni upinzani na nyinyi, kuna watu ambao ukiacha kuwa huenda wana vyama tofauti ambavyo sio CCM tu. Mfano, kabla ya kusafiri kwenye interview nilishasema mimi sijawahi kupiga kura wala sipigi kura na sina interest kwenye siasa. Haya, mimi mnaniweka kwenye kundi gani? Wapo kina Sma ambao hawana interest kabisa na mambo ya siasa wala uchaguzi, wala hawana kabisa. Au mnaweka kwenye kundi gani? 7A, sote tutoke WhatsApp, tuhamishe nguvu TikTok kwa kutumia majina feki, kutengeneza akaunti na Gmail na TikTok account za majina feki ili tuweze kuwa na uhuru wa kuongea yote bila hofu. TCRA wala CCM sharti usitumie TikTok bila VPN. Kama unaamini unachokifanya ni halali na sahihi, kwa nini ufake? Ikiwa mwanzo, if you fake it in the beginning, you'll fake it all the way. Yani ukiwa wewe ni mtu wa kufake tangia umeanza, basi hata huko unapoenda utakuwa mtu wa kufake. Wapigania uhuru na wanaharakati kina Malcolm X, kina Nyerere, kina Mahatma Gandhi, kina Mandela hawakuwahi kufake. Walibaki na msimamo wao, walipitia waliopitia, lakini bila kufake. Sasa mkianza kutangia mwanzo mmefake, mipaka ya kufeki itaishia wapi? Ni wapi ambao tuna draw the line kwamba hapa ndo mwisho wa kufeki?
Na since kama mmeweza kupata mafanikio kufeki, kitu gani ambacho kinazuia kutokufeki? Hata mkiingia kwenye madaraka, mkikamata sehemu nyeti na nini, kitu gani ambacho pia kinazuia msifeki nyaraka, msifeki madili, msifeki baadhi ya mikataba? Kwa sababu tangia mwanzo msingi umeasisiwa kwenye kufeki. Tunaendelea 7B. Tukumbuke TikTok ikuwezeshe kuunganisha na mamia ya maelfu ya viewers kadri unavyoendelea kuitumia. Fanya harakati. WhatsApp ili kupoteza muda, hakuna impact yoyote. Hapa ni no comment. 7C, TikTok account inakuwezesha kushiriki vikao vya online na TikTok vya kuandaa maandamano awamu ya pili. No comment. 7C, to download app ya Zelo, kila mmoja wetu hakikisha anajua namna ya kuitumia. No comment. 7D, TikTok tutakubaliana app za kutumia kusajili majina feki na kuzitumia mitaani kwenu na hazitajiwe na bando. No comment. 8, katika mijadala huko mitaani tuwaelimishe wananchi kuwa kukataa kuandamana ni sawa na kuwa umekubali kusaliti. Aisei, kauli ya hatari sana, kwamba kukataa kuandamana ni sawa na kuwa umekubali kusaliti. Nimerudia na nikasema, sio kila mtu ana mtazamo kama wa kwenu, sio kila mtu ana interest kama za kwenu. Kuna watu ambao hawana kabisa interest ya mambo ya siasa au wana mitazamo tofauti na nyinyi. Umeshaweka kwenye kundi la wasaliti. Nikuulize, hivi msaliti anafanywa nini? Unaona mnavyoandaa hatari. Naendelea kusoma. Mashujaa wa tarehe 26 Oktoba waliokuwa massacred na CCM na watu wake kukaa kimya kwao, unakuwa ni CCM unaitenda unyama ule ule. Yani hizi kauli ni za hatari mno, kwamba yule mtu ambaye kaamua kutokushirikiana na nyinyi kwenye kuandamana, kwamba amekubali kusaliti na kuwa ni CCM na unatenda unyama ule ule simply because kwa vile tu amekataa kukubaliana na maoni yenu nyinyi. Mshamweka kwenye kundi la wasaliti na umemweka kwenye kundi la CCM ambaye mmewaita CCM ni magaidi na mmesema ametenda unyama ule ule. I say, hii kitu ni hatari sana. Nyie mna msimamo na mtazamo wenu, ila wengine wana misimamo na mitazamo tofauti na wenu. Kwa vile hawakuungeni ndio mnataka kuwaita wasaliti, kwamba umekubali kusaliti. Na hii ndio hatari iliyopelekea watu kukatwa vidole. Unaona hii mentality hii mliotengeneza ndio inapelekea watu kukatwa vidole, ndio ilipelekea watu kushambuliwa, watu kuchomewa nyumba, watu kuharibiwa mali zao na vitu kama hivyo, simply because hawakubaliani na nyinyi. Hii I say ni hatari sana. Hapo juu mumewataja CCM ni magaidi. Mnaposema kukaa kimya kwako, unakuwa ni CCM anayetenda unyama ule. Yani nyinyi mumemgeuza anayekaa kimya kuwa gaidi. Hizi ndizo kauli zilizopelekea watu kukatwa vidole, kushambuliwa na kuchomewa mali. Hii black and white nasema hii ni hate crime. Hizi ni hate speech, ni kauli za hatari mno ambazo zinachochea chuki. Mtu ambaye ataichukulia hii na kuitendea haki, moja kwa moja mshamjustify, mshamwekea justification ya kushambulia watu ambao wana mtazamo tofauti na nyinyi. Sio hata kukupingeni. Unajua kuna mtu labda anakupinga. Wapo ambao hawakupingeni lakini pia wote mmeweka kwenye makundi yale yale. Hii ni hatari sana. Na naomba either mujirekebishe au naomba vyombo vya usalama vizingatie haya mambo. Cha pili, raia wa kawaida pia naomba mujiwekee defensive mechanism dhidi ya hivi vitu. Hivi ni vitu vya hatari. Hizi ni hate speech na ni hate crime. 9, mapungufu ya maandamano ya kwanza kama kutokuwa na speaker, koni kama kipaza sauti cha kuelekeza watu, kutokuja na maji na dawa ya meno na mfuko, mabango, tuelimishe vitendea kazi hivyo, tuviandae tuwe navyo kabla ya tarehe 9 Disemba. No comment. 10, tuwaelimishe wananchi kuwa kila anayejua sio sehemu ya watawala wanyama, yani CCM na genge lao, anapaswa kujiandaa kuandamana. Vinginevyo atakuwa sehemu yao.
I say hii ni hatari mno, na ikifanyiwa kazi tunaenda yaliyotokea Rwanda ndio yatakuja kutokea Tanzania. Yaliyotokea Kenya kipindi kile watu wakauawa ndio kinakuja kutokea hapa. Hii ni hatari mno. Yani naomba nirudie. Tuwaelimishe wananchi kuwa hii imesha generalize, kila mtu anayejua sio sehemu ya watawala, wanyama, yani CCM na genge lao, anapaswa kujiandaa kuandamana, kwamba wewe lazima uandamane, vinginevyo utakuwa sehemu yao, kwamba hata wewe usiyojihusisha na hii tutakutreat kama hao ambao tayari mmeshawalebo ni magaidi, ambao tayari mshawalebo ni makatili. Kwa hiyo hapa msha justify kuwashambulia, msha justify kuwadhuru. Kauli ya hatari sana hii. Umesema watakuwa sehemu yao ambao mumewaita magaidi. Hapa munaandaa mazingira ya kuhalalisha kuwadhuru na kuwashambulia. I say ni hatari sana. Na iona hii kauli ikipandikiza chuki dhidi ya watu wasiojihusisha kabisa na mambo ya siasa. Hivi mmejiuliza, kuna watu ambao mambo ya siasa, uchaguzi, vyama sio mambo yao na hawana kabisa habari nazo. Yani hii ndo kauli ambayo alitumia Bush baada ya 9/11. Akasema you are either with us or against us. Akasema ni ima unaungana na sisi au dhidi yetu, hakuna neutral. Ndo hii hapa sasa. 11, kila mwananchi aelewe kuwa kukaa ndani na kutokuingia barabarani kuanzia mtaani kwako ni ukusaliti. Yani hata mtu ambaye kaamua kukaa ndani tayari hayuko salama na chuki zenu. Hizi ni chuki. Yani narudia 11, kila mwananchi aelewe kukaa ndani na kutokuingia barabarani kuanzia mtaani kwako ni kusaliti vuguvugu la kudai mabadiliko. Ili nchi irudi katika mamlaka ya wananchi kutoka kwa wauaji wa CCM. Unaona wa CCM mmeshawaita majina kadhaa, ikiwepo wauaji. Mshasema kwamba mtu ambaye hashirikiani na nyinyi anakuwa ndo kundi lile lile. Kwa hiyo mshaweka kundi la wauaji. Kwa hiyo mmesha justify kuwaua wale. Naendelea kusoma. Ili nchi irudi katika mamlaka ya wananchi kutoka kwa wauaji wa CCM, utakuwa unatenda kitendo cha kinyama. Unakuwa umeshatuua tayari. Hizi kauli ni za hatari mno na ni hate speech. Naomba mujirekebishe. Cha kwanza, naomba mamlaka za usalama zifanyie kazi, zihakikishe hii hate speech na haya madhara ambayo yanakuwa justified kuja kufanyika hayatokei. Unajua hapa tunaambizana ukweli. Kuna vitu mlivyovisema nimeunga mkono, kuna sehemu za kurekebisha nimekwambieni hizi hapa sio sahihi. Unakuwa umeshatuua tayari. Mtu mwenye kuua anafanywa nini? Kwa wewe kukaa ndani siku na muda wa maandamano, maana tukitoka wote hakuna namna CCM na vyombo vyao wataweza kutushinda. Umma wa Tanzania wote waliokataa unyama na ukafiri wa CCM. Hapa ishaingizwa dini, ukafiri wa CCM. Unaona wanavyocheza na maneno. This is very dangerous. Hii kauli ya kuleta ukafiri ndani ya haya mambo ni uchocheaji wa vurugu za kidini. Uwaji wa CCM na uchu wa kuibia wa Tanzania na kuuza rasilimali za nchi bila kujali hali ya ugumu wa maisha na mateso tunayopata wa Tanzania. Mahospitalini, mashuleni, maji, mfumuko wa bei, ukosefu wa haki polisi na mahakamani, ukosefu wa ajira, umaskini uliokithiri mjini na vijijini. Nasema hivi lazima serikali ivifanyie kazi. Mahospitalini, mashuleni, maji, mfumuko wa bei, ukosefu wa haki polisi na mahakamani, ukosefu wa ajira. Hapa mimi nitasema ukosefu wa mazingira wezeshi ya ajira, umasikini uliokithiri mijini na vijijini. Hii kwenye umasikini uliokithiri iko subjective.
kuna watu ambao wamepambana, wamejikwamua, kuna watu ambao wameshindwa kupambana, wamejikwamua. Mazingira sio wezeshi sana, lakini pamoja na hao kuna watu ambao wamepambana. Hivi nasema lazima serikali ivifanyie kazi. 12. Gen Z tunaomba viongozi wa kidini kote nchini kutoa kauli kuunga mkono maandamano ya tarehe 9 Disemba, kuhamasisha waumini wao kuungana na sisi kupinga ukandamizaji wa haki zetu wa Tanzania, kuwaekea shinikizo viongozi wa chama watawala kutoka madarakani, maana hawana uhalali wa kuongoza taifa kwa sababu tarehe 9 hakukuwa na uchaguzi. Nawaambia hivi viongozi wa kidini, nyinyi ni viongozi wa kidini, mnaongozwa na Mwenyezi Mungu. Mnatakiwa msimamie haki, msimamie ukweli, mnatakiwa muwe sauti za busara, mnatakiwa muwe sauti za usuluhisho, mnatakiwa muwe sauti za kuelekeza watu kuwa watu bora. Sijasema mufanye nini, musifanye nini. Tunategemea miongozo bora kutoka kwenu nyinyi. Faida ya maandamano makuu ya wananchi nchi nzima Tanzania, Grand Demonstration awamu ya pili. Tutapata fursa kuandika katiba mpya ya Watanzania na kuondoa mamlaka ya rais kuwa Mungu wa kuteua majaji, spika bunge, viongozi wote wa umma, na kutakuwa na utawala wa kikatiba kisheria. Tutakuwa tumebomoa rasilimali ya taifa na Watanzania. Tutakuwa tumekomboa rasilimali ya taifa na Watanzania wote hata ambao hawajazaliwa. 3. Samia na genge lake la wahuni watatolewa ofisi za umma kupisha serikali ya mpito kabla ya kuandika katiba mpya. 4. Utakuwa ndio mwisho wa CCM na mafisadi wote wa CCM. 5. Utakuwa ndio mwisho wa mateso ya CCM dhidi ya Tanzania. 6. Tutakuwa tumekomboa bandari zetu. Hapa naomba nikwambieni kwa wasiojua, bandarini ni moja ya sehemu iliyoleta shida yote hii mnayoiona hapa. Kwa kuwa kuna baadhi ya taasisi za kidini zilikuwa zina maslahi yao na yameguswa. Mwisho wa siku, bandari, wanyamapori, mali asili na vitu rasilimali zote za Tanzania vinatakiwa visimamiwe na viwe kwa maslahi ya taifa na wananchi wake. 7. Tutakuwa tumekomboa madini, mafuta, gesi, rasilimali nyingine za taifa zilizokuwa zinaibwa na genge la mafisadi wa CCM. Muhimu, hama WhatsApp, ongeza nguvu kuhamasisha maandamano kupitia TikTok. Wanasema, nasoma, kila mmoja ajiandae kuacha kila kitu na kushirikiana na sisi. Nachoweza kuambia, akili za kuambiwa ongeza na zako. Wingi wetu na umoja wetu ndio nguvu yetu. Tunaomba msitusaliti. Kwa nini mnasema msitusaliti? Nataka muwe open minded kwamba kuna watu watawaunga mkono, kuna watu hawatawaunga mkono, kuna watu watabaki kuwa neutral, lakini ambao hawako upande wenu sio wasaliti. Tarehe 9 Disemba haijaisha, haishi mpaka ishe. Share widely, tumia. Narudia, unakumbuka mwanzo nilikwambia share widely. Tumia watu inbox, share group za WhatsApp. Sasa mtazamo wangu mimi na analysis yangu mimi, huu haraka huu haujaandikwa na Mtanzania wa kawaida. Ukiangalia structure ya maneno, ukiangalia utumiaji wa maneno, na kuna uwezekano actually, unajua mimi wanasema ninachokiamini, naweza nikawa sahihi, naweza nisiwe sahihi, lakini muda huo unatoa majibu. Huu haraka naamini haujaandikwa na Mtanzania wa kawaida, na kuna possibility kubwa sana umeandikwa nje ya nchi. Hii sio structure na lugha na pattern ya Watanzania wa kawaida. Alafu wewe unaongea na Mtanzania wa kawaida, kwa nini share widely? Kuna baadhi ya maneno ambayo yanatumika mule ndani ambayo yananiacha na maswali. Sasa nimesoma mkeka niliona ni sawa ya kuungwa mkono, nimeunga mkono, ambayo nimeona nitoe ushauri wa kuyarekebisha, nimetoa ya kurekebisha, ambayo nimeyapinga. Sasa niongee machache. Watakaokuwa wamesikiliza makala ya Operation Breaking TZ watanielewa zaidi nikiongea tools, miundombinu. Serikali ina mapungufu.
kuna madudu na kuna watu inabidi wakae pembeni. Serikali ifanyie kazi mambo yanayohitaji kufanyiwa kazi. Ni maoni yangu mimi na ushauri wangu mimi kwa serikali. Sikilizeni raia. Nikisema sikilizeni raia, siongelei Gen Z peke yao. Naongelea raia wote, kwa sababu taifa ni la raia wote, sio la Gen Z peke yake. Yafanyieni kazi mahitaji yao. Rekebisheni kwenye shida. Haki, uadilifu, uwajibikaji, uweledi, usikivu na ushirikishaji. Kuna vitu inabidi tuelezane ukweli kwa faida kubwa na pana ya taifa. Kuna baadhi ya viongozi wanabidi either wajiuzuru au wakapangiwe kazi sehemu nyingine tofauti, kwa sababu huenda bado kukawa na ujuzi wao na uweledi wao huenda ukaendelea kufaidisha taifa, lakini kwa walipo wanasababisha madhara kuliko faida. Kukataa kwa ujumla yaliyotokea, zingatia, pigia mstari, kwa ujumla yaliyotokea sio kitu cha afya kwa amani ya taifa. Badala yake tunahitaji waweke viongozi wenye hekima, busara na kujali pamoja na uadilifu. Kiongozi ambaye anasema, natolea mfano, tumeona, tumepokea kwa masikitiko yaliyojiri, yapo mengine ambayo yanasadikika ni ya kweli na yapo mengine ambayo yanasadikika ni ya kutengeneza au ya kuzusha. Tunaunda tume kuchunguza ili kupata ukweli na uhalisia. Tunaomba ushirikiano wa raia. Raia wema, namba hii hapa, tutumieni video na picha za matukio. Itakuwa na manufaa ukiweza kuandika eneo la tukio, tarehe ya tukio na muda wa tukio. Tumeni taarifa za wahalifu na wahanga. Jopo la wachunguzi na wataalamu watazichakata hizi taarifa na kuzifanyia uchunguzi. Na baada ya siku kadhaa wanarudi wanatoa update. Uchunguzi unaendelea. Tumemkamata Sma, Josefu, Paulo, Amina, Abdalla kama washukiwa au persons of interest. Tunawahoji na kufanya uchunguzi. Baada ya hatua hiyo wanarudi tena kwamba tulikamata na kuhoji fulani na fulani na fulani, idadi kadhaa. Tumewaachia idadi kadhaa baada ya kuchunguza na kubaini hawana uhusiano wowote. Idadi kadhaa wana uhusiano, tunapeleka kesi hizi mahakamani. Naomba niwaambie, maneno yana nguvu sana, na yasiwe maneno matupu, yawe yenye vitendo. Mwanafuse, kama unahitaji MacBook, iwe unataka brand new, iwe unataka used, iwe unataka kutop up au unataka huduma za kiufundi, MacBook Point ni watu ambao nimekuwa nashirikiana nao kwa muda mrefu. MacBook yangu ambayo naitumia nimechukua kwao na huduma zao ni uhakika. Wanapatikana Mikocheni karibu na Shoppers Plaza, ila kwa mawasiliano zaidi unaweza ukacheki Instagram account yao hii hapo, na namba yao ya simu pia imeandikwa hapo. MacBook Point, uhakika. Kwenye Biblia Proverbs 15:1 inasema hivi, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Jibu la upole huzima hasira, bali neno kali huamsha ghadhabu. Ndo maana pale nikasema kuna baadhi ya viongozi inabidi wawekwe pembeni. Maneno yao yana madhara kuliko faida. Proverbs 18:21, a tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ulimi una nguvu wa kuleta uzima au mauti, na wale waipendao watakula matunda yake. Biblia James 3:5-6, ulimi ni kiungo kidogo mwilini, lakini hujivuna sana. Angalia jinsi moto mkubwa unavyoweza kuwashwa na cheche ndogo. Unajua kuna kiongozi anaweza kaongea maneno simple, machache, lakini yakaleta madhara makubwa, na anaweza kaongea kiongozi maneno machache na yakapunguza na kuepusha madhara makubwa sana. So nimetoka kutoa ushauri kwa ufupi kwa serikali. Ushauri kwa Gen Z. Kwanza,
na kuambieni, akili za kuambiwa changanya na zako. Usiwe bendera fuata upepo. Chagua nani umfuate. Sio kila anayeweza kuongea ni wa kufuatwa. Angalia unayemfuata ana historia gani? Ana track record gani? Je, ni mtu ambaye historia yake inaonesha ni aliyefanya mambo ya maana? Iwe ni kwa kibinafsi, watu wake wa karibu, jamii yake, serikali yake. Je, maarifa yake kwa marafiki zake wa karibu wanamuongeleaje? Ni mtu ambaye historia yake ni maugomvi na bifu kila kukicha? Leo kagombana na huyu, kesho kagombana na huyu, leo kamchamba huyu, leo kageukia kwa huyu, leo kamdhalilisha huyu, leo anakusifia, akikosa anachokihitaji kwako anakugeuka. Naomba niulize swali na naomba utulize akili, maana ni rahisi ukaruka kwenye jibu kwa miemuko bila kuitafakari, kwa sababu unakimbia changamoto ya kutafakari. Thinking is difficult, that's why people judge. Kufikiria ni kugumu, ndo maana watu wengi sana wanaamua tu kutoa hukumu, kwa sababu hawataki kukaa kufikiria, kujichallenge, kutafakari. Naomba tujiulize baadhi ya mambo. Wewe kama wewe unaijua katiba ya sasa hivi? Unajua vitu vitatu ndani ya katiba ya sasa hivi? Na kuuliza wewe, sio ulichoambiwa. Kuna kitu ambacho umeambiwa lakini wewe unajua? Kwa nini nimekuuliza haya maswali? Kwa sababu majibu ya haya maswali ndo yatakayotoa mwongozo wa hata hiyo katiba ambayo unaitaka. Swali: katiba ikibadilika, nini hasa unachotaka kibadilishwe? Wewe, sio kile ambacho umeambiwa kwamba kibadilike. Wewe kama wewe, ni kipi ambacho unataka kibadilishwe? Niliuliza na ninauliza tena, ni nchi gani ambayo unaamini ina katiba bora? Tuichukulie kama mfano. Swali: ni wewe binafsi ndio unaona umuhimu au umeambiwa inabidi ibadilike na wewe umekubali bila kujua nini haswa kibadilishwe? Bila kujua nini haswa kibadilishwe. Swali: wewe binafsi, ni kipi ambacho unaamini ikibadilishwa katika katiba yatakuwa bora, maisha yatakuwa bora, na ni kwamba unataka iwe hivyo? Au unaamini kwamba ikija katiba mpya maisha yatakuwa bora? Ni kweli unaamini hivyo au umeaminishwa au umeelekezwa hivyo? Unajua nimesema akili za kuambiwa changanya na zako. Alafu kila mtu apambanie maslahi yake. Naomba nikuulize swali. Hivi ikija katiba mpya, alafu ndani yake vikachomekwa vitu ambavyo wewe hukubaliani navyo, utafanyaje? Utaandamana tena? Mfano, ipitishwe ushoga ruksa na ni haki ya binadamu. Mdogo wako, mtoto wako, ndugu yako akiingia huko akawa anapumuliwa kisogoni na huna cha kufanya kwa sababu katiba inaruhusu. Ikiingizwa sheria mpya ya pandemic treaty, digital currency surveillance, digital ID, overwatch, utakubali? Na kama hutokubali, utaandamana tena? Je, umejiuliza kwamba huenda shida sio katiba mpya bali ni katiba bora? Kwa nini tumeng'ang'ania katiba mpya? Kwa nini hatusemi katiba bora? Hivi unajua inaweza ikawa katiba mpya lakini siwe bora? Kenya wana katiba mpya. Je, ufisadi umeisha kwao? Je, utawala umeboreka kwao? Je, maisha yao yamekuwa bora? Kama swali ni ndio, kwa nini juzi waliandamana na kuvamia bunge? Watu walipigwa risasi, watu walikufa. Si katiba mpya tayari wanayo? Narudia, sipingi swala la maboresho ya katiba. Mimi sitaki ili mradi katiba kwamba katiba mpya. Nataka katiba bora. Iwe ni mpya, iwe ni ya zamani. Nataka katiba iliyo bora. Naungana kusema serikali ina mapungufu.
yanatakiwa yafanyiwe kazi tena haraka iwezekanavyo. Ila naomba niulize, je, mmetafakari kwamba kuna njia mbadala ya kuleta mabadiliko? Au njia pekee unayoijua ni njia mliambiwa ambayo ni maandamano? Sio, unanielewa? Umejiuliza kwamba huenda kuna njia mbadala, lakini njia pekee ambayo unaijua ni njia pekee ambayo umeambiwa, ambayo ni maandamano. Je, hamkuambiwa kwamba huenda kuna njia tofauti? Unajua wanakuambia mchele ule ule, upishi tofauti. Naomba niulize swali. Je, watu ambao mnawachukia ni kweli mnawachukia au mmeambiwa mwachukie mkawachukia? Naomba niulize, wewe ungepewa dili mfano kwenye kampeni, upande stejini, ushike taa, kila show labda unapewa 50 laki, au wewe ni fundi umeme umepewa dili la kufanya wiring, au wewe unafanya kazi ya printing ya mabango na t-shirt, ungepewa dili ambayo mpaka unamaliza kampeni inaisha ungeweza kulipa kodi ya mwaka mzima au kulipa kodi ya mtoto shule, ungekataa hiyo kazi au ungekubali kazi? Swali, kuna kampeni ngapi zimetokea, zimefanyika nchini? Ingekuwa hivyo kwamba wanaojihusisha na hivyo basi wanastahili kuharibiwa, watu wengi sana wangeharibiwa. Kuna maneno ambayo sitataka kuyarudia kwa sababu nimeshasema kwenye interview. Kama hujaiangalia, nenda kaiangalie. Ukijumlisha interview ile na hii utapata picha kwa ukamilifu. Kuharibu mali za watu, kuchoma mali za watu, vituo vya mafuta. Ni watu wangapi ambao sasa hivi hawana ajira? Kuanzia madereva, mama ntilie, fundi gereji, muuza spare, dada kwenye pampu, walinzi. Wewe baada ya kufanya hayo, maisha yako yamebadilikaje? Je, kabla ya kufanya na baada ya kufanya kuna tofauti katika maisha yako? Je, kabla ya kufanya maisha yako yalikuwa ni mabaya, baada ya kufanya uharibifu maisha yako yameboreka au dhiki zako zimeondoka? Mimi naomba nikupeni njia mbadala. Ni ushauri ambaye itampendeza anaweza akachukua, ambaye haitompendeza anaweza akaacha. Naanza na swali. Wewe Gen Z umeshahudhuria forum ngapi, warsha ngapi, mikutano ya majadiliano ya sera na sheria na kanuni ni ngapi ambazo kuzihudhuria? Mimi nishaikuhudhuria, nishashiriki, nishakujadiliana, kuchallenge, kutoa maoni. And Black Friday inakuja, ndo muda mwafaka wa kufanya shopping. Usafiri sio shida tena. Inland Solution wanakusafirishia mzigo yako kutoka US mpaka Dar es Salaam. Wewe kazi yako kuja kupokea tu. Kwa mawasiliano zaidi wacheki Sielewi kwa nini mpaka sasa hivi hakuna sheria ambayo imepitishwa kupiga marufuku swala la NDA, kwa sababu at the end of the day hivyo ndo vitu ambavyo alichosema mzee, kuna clause ambazo watu hawezi kuzipitia, wataalamu wa nje, vinakuja kutukost. Na ni kitu ambacho ni very disappointing. Sasa swali langu ni moja. Since nyinyi mnapanga mipango na tunafahamu kwamba bunge kazi yake ni kutunga sheria, mnaonaje kwamba mipango mnayoifanya ipitishwe bungeni iwe ni sheria, na kila rais anayekuja kutokana na sheria ya nchi yetu awe kazi yake ni kuimplement hii mipango ambayo mmeipitisha nyinyi? Kwa hiyo atumie akili zake na uwezo wake, na hata watu ambao iwe ni mawaziri iwe ni makatibu, kazi yao moja ni kuimplement hii. Upande mmoja mnaelekezwa mkafanya uharibifu, mfunge nchi, muisimamishe nchi, shughuli za kiuchumi sio zenu tu bali za taifa nzima zisimame. Hebu jaribu njia mbadala kama utaona inafaa. Gen Z jipangeni, andikeni barua ya kuomba kukutana na kukaa na viongozi wa serikali, kaiwasilisheni katika ofisi husika, chagueni wawakilishi wenu, alafu pelekeni kwamba sisi Gen Z TZ tunataka kukaa na serikali na viongozi wetu, alafu wasilisheni. Naamini mtajibiwa
kikao kitaandaliwa, mtatoa maoni yenu, mtasikiliza ya upande wa serikali. Kabla sijaendelea, najua hapo ambao watashasema hawayasikilizi. Ukimuuliza ushai kufanya, atakwambia sijafanya, kwa sababu hawatasikiliza. Hilo la kwanza. Na pia tusichanganye. Kuna watu watasema kwamba tupeleka maombi ya maandamano. Hiyo ni tofauti na kupeleka maombi ya kutaka kukaa na kufanya dialogue. La pili, kama mlivyojipanga kufanya mlioyafanya na kufanya mnayotaka kuyafanya, hizo nguvu zielekezeni kufuatilia vikao jumuishi vya mabadiliko ya sera na maboresho ya sheria. Nendeni kahudhurieni, shirikini, ulizeni maswali, hojini mambo, toeni maoni. Hii ni njia bora kwa taifa bora lenye kujielewa. Shida kubwa inakuja Gen Z, mnataka kila kitu shortcut. Marekani ina zaidi ya miaka 200, Uingereza, Ufaransa, Urusi. Hizo nchi ukiuliza zina miaka mingapi mpaka walipofikia? Ni mamia ya miaka. China ile mpaka inafikia pale na uchumi wake na maboresho yake ambao wako, wana zaidi ya miaka 5000. Wamepikia hali tofauti. Hakuna shortcut kutengeneza taifa bora. Hapa naomba muelewe, kwa sababu watu wao wanaelewa wanachotaka kuelewa, wanasikia wanachotaka kusikia. Unaweza kufupisha muda, ila hakuna njia za mkato. Hivyo njia za mkato na kufupisha muda ni vitu viwili tofauti. Na ninayoyasema ndio ninayoyaishi mimi DJ Sma. Ninahudhuria vikao vya Sumatra, maana kuna sheria zao mimi binafsi zikubali. Kuna ambayo iliandaliwa pale JNCC, nikaenda, nimehudhuria vikao, nikatoa maoni yangu. Nimehudhuria vikao Dodoma, miaka 2 vya uchimbaji. Nimehudhuria cha mambo ya kilimo Dodoma. Video ziko kwenye YouTube channel yangu, ukiingia utasikia nilivyokuwa na hoji, nilivyokuwa na toa maoni na nilivyokuwa natoa ushauri. Nimehudhuria forum za elimu za mikopo na athari zake. Mimi ni mmoja wa watu wasiokubaliana kabisa na aina ya ukopaji tunaofanya. Nimetengeneza makala, nimeongelea na ninaendelea kuongelea ili kuleta mabadiliko chanya, ila sio kwa kuchoma moto, kwa kuharibu, kwa kusimamisha nchi, kwa kulazimisha watu wafate njia ninayotaka mimi, kuharibu miundombinu na mali za watu. Nimeenda Urusi mara 2 kuangalia fursa za kibiashara na kushirikiana kati ya nchi zetu. Haya na mengineo mengi yote bila msaada wowote wa serikali wala uhusika. Hizi ni harakati zangu binafsi, sijakaa na kusubiri kwamba serikali ije inisaidie. Nachotaka kuambieni kuwa kuna watu wanapambana na wanaendelea kupambana kuboresha nchi yetu bila fujo wala uharibifu wala vurugu wala mbwembwe. Wapo lakini hamuwaoni. Mkianza kufuatilia mtakuja kugundua kwamba wapo na mtawatambua. Nguvu yenu mkielekeza kwa aina hii na aina hii ya watu ambao ni wanatumia njia za kiweledi, za kiungwana kuleta mabadiliko, itaongeza kasi ya tija. Sasa naomba tuambiane ukweli ambao una ukakasi. Gen Z mnaongea kama nyinyi ni malaika, mumekamilika, hamna dhambi. Hivi sio Gen Z ambao wanaongoza kwa uzinzi? Hivi sio Gen Z ambao wanaongoza kwa kubeti, hawafanyi kazi, wao wanataka kubeti tu? Hivi sio Gen Z ambao wanaongoza wale vishando, unavyosikia vishando wanaoibaiba? Sio Gen Z wale? Hivi sio Gen Z ambao mnaongoza kwa kutoa rushwa mkikamatwa? Hivi sio Gen Z ambao ndio walikuwa panyaroni? Sio wote. Lakini Gen Z mnavyoongea ni kama vile nyinyi ni wasafi, hamna matatizo yoyote. Mnachokitaka na maisha yenu ya uhalisia ni vitu viwili tofauti. Hakuna mtu hatari na mgumu kudili naye na kumrekebisha kama mtu ambaye yeye ndo tatizo,
lakini anaamini au ameaminishwa kwamba yeye ndo suluhisho, aisee, huo mtiti wake ni mgumu sana. Kwa hiyo tuwe wahalisia, sisi sio wasafi. Tukibadilisha mentality yetu, maisha yetu yatabadilika. Tujaribuni njia mbadala, njia ya kistaarabu na ya watu waliostaarabika. Na serikali wapokeeni, wasikilizeni, washirikisheni. Kwa pamoja tunatoboa. Tanzania ina potential kubwa sana, ndo maana nchi za nje, nchi za jirani zinataka kuona tunaanguka, kwa sababu sisi ni tishio East and Central Africa kutokana na strategic assets na projects na location ambazo tunazo. Ila serikali mkiweka pamba sikioni mtaharibu taifa. Zama zimebadilika na nyie badilikeni, nendeni na nyakati. Majadiliano shirikishi yataleta tija. Naomba niulize swali. Unajua nimeyasema haya ni watu rahisi kusema hivyo vikao, hayo majadiliano bla bla bla, ni rahisi kudismiss. Kila kitu ambacho huwa nakisema huwa tunaenda facts and logic, bidhaa na receipt ya EFD. Naomba nikuulizeni, ni mambo mangapi yalitatuliwa na Makonda Arusha? Si kulikuwa kuna shida Arusha? Mkaenda, mkafikisha, mkaongea, yakatatuliwa. Ni kweli au sio kweli? Naomba tuulizane. Mimi nilikuwa nafuatilia, nilikuwa namsikiza jinsi anavyodili na hivyo vitu. Na hivi ni vitu ambavyo pia vilikuwa vinafanywa na Magufuli. Mnakumbuka harakati zilizofanywa na Waziri Slaa za ardhi? Si watu walifika wakatoa maoni yao na kesi zao, akayasikiliza, akayafanyia kazi. Unajua shida ni kwamba mnaamini kwamba either ni nyinyi peke yenu ndo mna changamoto au ni nyinyi peke yenu ambao mna suluhisho. Ninachokiongea ndo ninachokiishi. Amos Makalla alipokuwa ndo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alifanya ziara ya kusikiliza kero za raia. Alikuja Kawe Tanganyika Packers pale kusikiliza kero za wananchi. Mimi DJ Sma nilienda na kushtaki pale uwanjani. Kama unataka rudi katika video kafuatilie, utamwona DJ Sma. Nilienda nikashtaki mambo mawili. Ya kwanza ni jamaa wa Tokyo Garage ambaye alinidhulumu na alinitapeli, na nilienda Kawe polisi, hakuna kilichofanyika. Nilienda Oysterbay pia same thing. Alikuwa analindwa na mtu wa Ikulu wa enzi za Magufuli. Nilienda nikashtaki pale. Cha pili, mmoja wa wabunge wa CCM, mwanae alikuwa ana sehemu ya starehe. Mimi ni DJ huku Mbezi Beach Rainbow, ukiwa unaenda kama unaenda kwa Zena kule. Nikaingia naye mkataba, nikafanya kazi, hakunilipa, akavunja mkataba na akanidhulumu. Kama kawaida nikafuata protocol. Nikamfuatilia kwanza yeye binafsi, hakuna kilichofanyika. Na nilianzia kwa management, hakuna kilichofanyika. Nikaenda kwake binafsi, akanipotezea. Nikaenda ofisini kwao, wana ofisi iko Shekilango, nikaonana na wanasheria, wakapotezea. Nikaenda mpaka kwa mjomba au sini baba mdogo wa mama mtu yuko Magomeni Mapipa, sio Magomeni Mapipa, Magomeni, nimesahau jina la Magomeni. Nikafikisha aongee naye, ikashindikana. Nikafungua kesi ikaenda, nikashinda. Akakata rufaa, nikashinda. Niliyaelezea. Kwa hiyo msidhani kwamba nyinyi peke yenu ndo mnakutana na madudu na mpambani, ila ili swala la dialogue lina tija kubwa sana, na natumai swala hili lirudi. Alichokuwa nakifanya Makonda, alichokuwa nakifanya Makalla na wengineo. Natamani kuwe watu mnaenda, tupunguze hizi. Ndio maana nimesema overregulation. Viongozi wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, fanyeni ziara direct kwa wananchi,
ongeeni nao, sikilizeni, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikatatuliwa pale pale. Nilitoaga ushauri na natoa tu ushauri ya vitu viwili. Na nitaongea kwa ufupi sana. Ya kwanza ni kuhusu nyumba za kupanga hizi. Watu wana nyumba zao, vyumba, nyumba na kila kitu. Inabidi upitie kwa dalali. Dalali mnajua wanavyochaji. Anachukua hela ya mwezi mmoja kwa mpangaji na anachukua hela moja kwa mwenye nyumba. Kuna watu ambao huenda hawana uwezo huo wa kulipa, au pia sio necessary, sio lazima ilipe. Nikatoa ushauri ni kwamba kila mwenye kupangisha nyumba aende akatoe taarifa kwenye mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa hiyo wewe unapokuja, let's say mtaa wa Johari, umependa ule mtaa, unataka kupanga, utaka kutumia dalali, nenda kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, mwambie bana natafuta nyumba. Atakwambia chumba kimoja, viwili, vitatu, akwambia tunavyo hivi hapa. Utaangalia inaendana na matakwa yako. Aidha atamuita yule pale, au utaenda kuona, ukikubaliana mridhiana, aidha muje msainie mkataba kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, au mkishamaliza kopi ije kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa. Hii ina faida kuu mbili, kwa sababu mimi yashanikuta Oysterbay nishaenda kupanga, kumbe kabla yangu mimi kuna mtu alipangishwa, na wakati mimi nimepanga nafanya ukarabati pia kuna mtu mwingine akapangishwa, lakini hatukuweza kujua mpaka it was too late. Lakini ingekuwa issue iko kwenye serikali za mtaa, angeweza kusema hapa tayari kuna mpangaji, rekodi zetu zinaonyesha kuna mpangaji, hatuwezi tukachukua mpangaji mwingine. Au mwenyekiti wa serikali za mtaa atakwambia hapa fai, hapa kuna mgogoro, kuna kesi iko mahakamani au iko 1 2 3. Lakini pia itaongeza kipato kwa ofisi za serikali za mitaa. Kwa hiyo inaweza kutokana na fee, naweza kusema bana labda 5% ya kodi ya mwezi au 10% iende kwenye serikali za mitaa. Na mtu kama kwa utashi wako unataka kumtumia dalali, haijakatazwa, sio kwamba wapigwe marufuku. Hiyo ni moja ya maoni ambayo nilitoa. Ila kingine nilitoa nikasema polisi sio mahakama. Watu wanaenda kushtaki. Kuna baadhi ya kesi ambazo zinaweza zikaamuliwa pale pale bila mlolongo mrefu, kwa sababu unapoenda mahakamani polisi wanaweza kujitahidi kusuluhisha, wakishindwa hawana mamlaka ya kushurutisha, watachukua kesi watapeleka mahakamani. Katika vituo hivi vikubwa wachukuliwa wanasheria aidha wastaafu au wabobezi wa hizi sheria, zitengenezwe mahakama ndogo ndogo ambazo, kwa sababu sometimes mnaenda pale mtuhumiwa na mwenye mshtaki, vielelezo vyenu vyote vimenyooka, polisi wanaweza akachukua kwambia nenda katika baraza la usuluhishi ambalo liko mule ndani, ambao wanaenda kutokana na sheria, wakatoa hukumu pale pale ambayo pia inatambulika na mahakama. Ukakuta kwamba mmepunguza mizigo ya makesi mengi kwenda mahakamani, vingi vikatambulika pale. Mfano nilitolea mfano kama TIO, TIRA, wana TIO, Tanzania Insurance Ombudsman. Mimi unajua jamani sisi tumepitia mapambano mengi kupata haki yetu. Mimi kuna kampuni moja insurance zaanza na H, waligoma kunilipa. Na moja ya sababu ni kwamba nilikata kwa agent. Kumbe yule agent alikula hela alafu hakuifikisha kwao. Ila mimi hela nilikuwa nishaanza kumpa. Ilipotokea ajali wakasema sisi kwenye rekodi yetu haijaja kwa sababu yeye hajanifikishia hapa. Wakagoma kunilipa. Nikaenda TIRA wakanielekeza TIO wakafuatilia. Sijai kuona taasisi bora ya kiserikali yenye uweledi kama ile pale. Jamaa walienda kwa haki na sheria, nikapata haki yangu, na wana ubora wa hali ya juu, na hukumu ya TIO inatambulika mpaka na mahakama. Kwa hiyo inaweza zikatengenezwa mahakama ndogo ndogo katika vituo vya polisi, kwa sababu vielelezo viko, hahitaji kesi iende ichukue miezi 3 au 6 vikahukumiwa haraka tukapunguza mzigo mrefu wa pale. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba dialogue inafanya kazi. Tukae, tushirikiane, serikali sogeeni, raia tusogee, tukutane katikati, tupunguze hisia, tupunguze miemuko, tutumie akili. Matatizo ni mengi. Watu wanatamani kusikia mtu utaongea maneno machafu, makali, sio kwa DJ Sma. Kama unataka hayo unaweza kaenda sehemu unayoenda. Nimeshasema kuna mapungufu, kuna madudu kwenye serikali, yafanyiwe kazi as soon as possible. Na naomba nimalizie kwamba akili za kuambiwa changanya na zako. Na juzi nilitoa ombi na ninarudia tena kwa mufti mkuu wa Tanzania, kwa sababu wewe na viongozi wengine wa Kiislamu, itisha mfungo wa siku 3 wa Waislamu wote.
nchi nzima wafunge siku 3 kwa nia ya Mungu kuleta baraka, amani, utulivu, haki, nusra na kuepusha fitna za wenye nia mbaya na nchi yetu, wenye kutaka kuiharibu nchi yetu wa ndani na nje. Alafu ikimaliza zipigwe dua, Mungu atuletee amani na utulivu. Na hii nimesema kwa sababu mimi ni Muislamu na uwezo wa kuongea direct na mufti na viongozi wangu wa Kiislamu. Siwezi nikaongea kwa lugha hiyo kama ninavyoongea na ndugu zetu wa Kikristo, lakini na nyinyi kikupendezeni mnaweza mkafanya the same thing. Mungu wetu, mnakumbuka kwamba kwenye corona Magufuli aliomba tukafunga siku 3, tukafanya maombi, nchi kafunguliwa na Mungu akatusimamia. Mnakumbuka kwenye kimbunga zilipigwa dua, Mwenyezi Mungu akakisambaratisha kimbunga. Tusisahau kwamba tuna Mungu ambaye ni muweza wa yote. Katika hali kama hii tumrudie Mungu, tuombe. Na nimalizie kwa kusema akili za kuambiwa changanya na zako. Mafanikio yana gharama. Watu wengi hawako tayari kulipa gharama ya mafanikio. Wanataka shortcut. Shortcut huwa inaleta madhara. Kwa haya niishie hapa. Mimi sio mkamilifu, sehemu ambayo nimekosea niko tayari kurekebishwa. Tukutane, tujadiliane kwa hekima, busara na mitazamo. Kama vile ambavyo sijaongea maneno ya ovyo au lugha za ovyo, wala sijabezi upande wowote, nimeweka wazi. Kuna watu ambao asiposikia anachokisikia anakuona kama umempinga au uko upande fulani. Sio kweli. Simply because hujasikia unachokitaka, lazima mtu aongee unachokitaka au aende katika mrengo ambao unautaka. Akili za kuambiwa changanya na za kwako. Ongeze dua, tujadiliane. Nini maoni yako? Tukutane kwenye comment section. It's your think tank, DJ Smart. Wana Fuse, wana SNS, it's your teki DJ Smart 255. Nimekuja sehemu ambayo mimi binafsi wanaagiza mizigo. Naitwa Abidi Omari, ndio in charge wa Inland Express. Tuko hapa tangia 2019. Kwa hiyo takriban miaka 6. Inland mnafanya nini? What does Inland do? Sisi tunaagiza mizigo kutoka Marekani kuleta hapa Tanzania. Mizigo tunasafirisha. Yes. Mtu yote ambaye ana mzigo wake Marekani anataka uje hapa au yuko hapa anataka anunue kitu kutoka kule kuleta hapa, ndo huduma mnazo offer. Yes. Tofauti yenu nyinyi na shipping logistics zingine ni kitu gani? Sisi unalipa mzigo ukifika hapa kwanza. Okay. Na ukishaoda mzigo wako wewe unatulia, tutakupigia simu ukishawasili. Alafu cha pili hamna hidden fees. Hicho ni kitu cha muhimu sana ambacho umekisema, kwa sababu nimekuwa naagiza mizigo mara nyingi sana. Mtu anakuambia fee ni kiasi kadhaa, alafu mzigo ukifika unaambia kuna hii ya ziada, kuna hii ya ziada. Kwa hiyo kwa ufupi, Inland wakiagiza na nyinyi, yeye anasubiri mpaka mzigo wake umefika, alafu ndo analipia. Cha pili ni kwamba hakuna hidden fees. Quotation uliopewa is exactly utakachokilipa. Yes. Mfumo wenu wa malipo ukoje? Unalipa mzigo ukifika hapo ofisini. Aha. Japokuwa unaweza ukalipa in advance. Kama mimi ninavyopenda. Yes. Yeah. Mimi wanatumia option zote. Sometimes kama mambo ni mengi, naweza nikaagiza mzigo wangu nikasubiri ufike ndo nikalipia, au naweza nikalipia kabisa mzigo ukifika nasubiri ufanyiwe delivery. Je, kama mtu ambaye anataka mumnunulie, mnaweza mkamnunulia au anatakiwa anunue alafu au uelekeze kwenu? Zote options ziko available. Kwa hiyo mtu akitaka kununua, wengi hawapendi kutumia kadi zao nje. Yes. Kwa hiyo wanakuja hapa wanatumia quotation, wanatumia link ya mzigo wake. Nampa quotation mpaka shipping mpaka hapa. Alafu naambia alipe part ya quotation ambayo haihusiani na shipping. Yes. Ya manunuzi. Akishalipa sisi tunamwagizia. Ukifika mzigo hapa anamalizia hiyo cost ya shipping. Mimi siku zote wanawajali wana Fuse. Unawaambiaje wana Fuse by DJ Smart? Wana Fuse by DJ Smart mna special offer hapa, mkija mnapata 15% ya total cost ya mzigo uliofika hapa. Kwa hiyo ukiagiza na Inland Express una 15% discount. Sasa hivi shida za kuagiza mizigo kutoka Marekani naweza nikakwambieni zimeisha. Na cha msingi naweza kuambia kwamba hicho ambacho nimekishuhudia ni kwamba huwa kuna hidden charges baadhi ya watu wanazo. Unaagiza mzigo afu unakuja kuambia bana kuna hii hapa natakiwa ulipe siku na kodi fulani. Huwa ni vitu ambavyo vinakata, especially kama una mahesabu yako ambayo umeshayapiga. Hivyo ni vitu ambavyo havipo Inland, na mimi nimekuwa na deal nao kwa muda mrefu sasa hivi naweza nikatoa ushuhuda huo. Mwana Fuse, fursa kwako, Inland iko tayari kukuhudumia.
MwanaFuze, umependezwa na makala haya? Yapo mengine mengi ya kuelimisha na kufungua akili. Subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255, alafu bonyeza kikengele kinachotokea. Na ili kupata makala yote ya DJ Smart katika sehemu moja, jiunge kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. Kujiunga, tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo link, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Smart za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Smart nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Smart 255. Fuse by DJ Smart inawezeshwa na wewe mwanaFuze. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Smart, one love. DJ Smart. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.